Sawa sawa. Kuna changamoto ya vidonda vya tumbo. Alafu kuna hili tatizo linaitwa acid reflux. Naam. Kuna utofauti wote? Ni kweli kuna tofauti kubwa kati ya vidonda vya tumbo pamoja na changamoto hii ya acid reflux. Japo watu wengi kwa kweli wanachanganya kwa sababu vyote hivi vinatokea katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini vyote hivi vinahusisha tindikali au vinahusisha acid. Lakini utofauti ni mkubwa. Utofauti wa kwanza tunasema kwamba acid reflux mara nyingi ni athari ambayo inatokana na magonjwa katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, pale ambapo acid inarudi katika bomba la chakula au mio. Hali ile ambayo wakati mwingine inapelekea mtu aweze kucheua vitu vikali, mtu aweze kupata maumivu katikati ya kifua. Ni kiungulia. Ni kama kiungulia fulani. Hali ile inakuwa inamtesa sana. Na hii mara nyingi inatokana na udhaifu wa misuli katika sehemu ya chini ya ile bomba la chakula, ambayo hii kitaalamu tunaita lower esophageal sphincter. Ambapo tunaita lower esophageal sphincter. Hii ni misuli ambayo mara nyingi kazi yake ni kuruhusu chakula kiweze kupita kwenda kwenye mfuko wa chakula, lakini kuzuia acid isirudi katika lile bomba la chakula. Sasa endapo kama kukiwa kuna ulegevu au kukiwa kuna hitilafu yoyote, mara nyingi acid ile inaweza karudi katika bomba la chakula na wakati mwingine inarudi mpaka mdomoni. Na sio acid peke yake, wakati mwingine hata chakula pia kinakuwa kinarudi. Sasa hayo ni madhaifu ambayo yanatokana na hizi muscles au hii misuli ambayo kazi yake ni kuzuia. Kwa hiyo hiyo ndio tunasema acid reflux. Lakini tunapoongelea vidonda vya tumbo, vyenyewe ni vidonda kama vidonda vingine ambao vinakuwa vinaweza vikajikita kwenye bomba la chakula, au vinaweza vikaa kwenye mfuko wa chakula, au vinaweza vikawa mwanzo wa utumbo mwembamba. Hiyo ndio tofauti kubwa. Lakini vile vile tunasema mtu ambaye ana acid reflux sio lazima awe na vidonda vya tumbo. Unaweza ukawa na acid reflux kwa maana kwamba ile acid inakuwa inarudi kifuani, lakini usiwe na vidonda vya tumbo. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akawa nasikia ile hali ya tunasema kiungulia. Watu wengi wanakimbia kusema bwana na vidonda vya tumbo. Kumbe mtu huyu ana shida ya acid reflux. Sasa uzuri ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tunazo dawa za kutibu changamoto zote mbili. Tunazo dawa za kutibu shida ya acid reflux, lakini vile vile tunazo dawa za kutibu vidonda vya tumbo na mtu anapona kabisa. Na kuna madhara makubwa ya watu hawa wawili. Sasa twende nao yote kwa pamoja. Changamoto hii ya kiungulia kwa mtu ambaye hatachukua hatua mapema ya kufika katika kituo cha afya, lakini pia na huyu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo, madhara yake ni yapi? Kwanza mtu mwenye changamoto ya acid reflux au kiungulia wengine anaita, anaweza kapata changamoto za athari katika bomba la chakula, sasa sehemu ya juu, lakini vile vile kuathirika kwa seli katika bomba la chakula, hali ambayo inaweza kupelekea saratani katika eneo hilo, saratani katika bomba la chakula. Tuseme tu wengine wamezoea kusikia kansa. Kansa katika bomba la chakula. Lakini vile vile mtu huyu anakuwa anapata changamoto ya maumivu maeneo ya katikati ya kifua. Anasikia kama moto unachoma. Anasikia kama moto unachoma. Hali hiyo kwa kweli inatesa sana. Sasa nyakati za usiku. Lakini mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo yupo kwenye hatari ya kupata saratani ya utumbo. Ukiangalia mara nyingi watu wengi wenye saratani ya utumbo, wengi kufuatilia historia, unakuta mtu huyu alikuwa na shida ya vidonda vya tumbo vya muda mrefu. Lakini vile vile vidonda vile vinaweza kusababisha utumbo kutoboka, perforation, ambao hile inaweza ikaleta shida sana katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea athari zikawa kubwa zaidi. Lakini vile vile inapofika hatua mtu ya kutapika damu, mtu huyu anaweza kupoteza damu nyingi sana, hali ambayo ikapelekea kuleta athari nyingine katika mwili. Na vidonda vya tumbo visipotibiwa kwa haraka, vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha mtu kupoteza maisha. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni hatari sana. Japo watu mtaani wameweza kuichukulia kama ni ugonjwa wa kawaida na kuweza kuishi nao. Yani ugonjwa wao wanaishi nao. Wamejimilikisha ugonjwa. Lakini ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa kweli una madhara makubwa. Kwa hiyo ni mshauri mtazamaji wetu anayetutazama, kama na changamoto hii ya vidonda vya tumbo
au ana mtu wake wa karibu ambaye anamfahamu ana shida ya vidonda vya tumbo, amshauri aje Lupimo Sanitarium Clinic aweze kutibiwa. Dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa. Sawa sawa, wafikie Lupimo Sanitarium Clinic mtazamaji, dawa zipo na dawa zao ni uhakika kabisa, utapona kabisa. Sasa daktari, tukiwa tunamalizia kwa sababu muda sio rafiki nao, muda unakwenda kweli kweli. Wito wako ni upi sasa kwa mtazamaji ambaye anakutazama muda huu? Okay, wito wangu ni kwamba usikae na tatizo la vidonda vya tumbo kwa sababu kuna athari kubwa. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, achana na maneno ya mtaani kwamba vidonda vya tumbo havitibiki, vidonda vya tumbo havina dawa. Fika ujionee mwenyewe. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata huduma zetu. Dawa zipo, dawa zipo kabisa, dawa za mimea, dawa ambazo hazina kemikali, dawa ambazo zimewasaidia watu wengi na kupona kabisa vidonda vya tumbo. Sawa sawa, mtazamaji, fika Lupimo Sanitarium Clinic, acha kubaki na maradhi. Afya bora ni mtaji, Lupimo wanakwambia hivyo. Afya ndo kila kitu. Wafikie Lupimo kwa ambaye una changamoto mbalimbali. Natumaini pia umejifunza mengi kupitia kwa Tabibu Madila kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na tutaagana naye hapa, lakini hakikisha unafuatilia vipindi hivi kupitia chaneli hii. Hakikisha umesubscribe, umeshare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili pia uweze kujifunza elimu mbalimbali ambazo Dr. Madila anatuletea hapa. Tabibu, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Tukusane wakati mwingine tuje na kuwatembelea. Nashukuru sana. Mungu abariki sana. Asante sana. Mtazamaji, mimi kufikia hapa sina la ziada kabisa. Nikushukuru kwa wewe ambaye umenifuatilia toka mwanzo wa kipindi mpaka majira haya. Asante na kwaheri kwa sasa.